kwamba tuna kawaida sisi wa Tanzania, tuna kawaida tukijenga vitu vyetu tunawapa wageni. Wakati tunajenga bandari ya Dar es Salaam, kweli tu Magufuli amekufa, amepewa Mwarabu, amepewa Adan Group. Leo SGR hii inaisha, kesho kutwa tu utamuona Mchina amepewa ile SGR, inakuwa ya kwake, au Mwarabu inakuwa ya kwake. Barabara zote hizi zinazojengwa, kuna barabara moja inataka kujengwa pale Tanga, si ya kuja kutokezea wapi, naye itajengwa kwa pesa zetu, lakini atapewa mgeni kuioperate. Sasa sisi tuna akili sawa sawa? Sisi tuna tatizo la ubongo. Job Ndugai alituambia wa Tanzania, ila kwa sababu wa Tanzania ni watu wepesi hawaelewi, tukampuuza, tukaanza kumshambulia. Alituambia nchi itapigwa mnada hii. Alikuwa speaker wa bunge, alikuwa ameshajua, alishaona mikakati inayofanywa ambayo inaenda kuliangamiza taifa. Akasema iko siku itapigwa mnada nchi hii. Umeelewa vizuri? Juzi kati Mheshimiwa Rais anazungumza, analia kwa machozi makubwa kuhusu kwamba sisi hatuna uwezo wa kujitegemea. Sisi kazi yetu ni kukopa tu. Anazungumza Mheshimiwa Rais. Hawa viongozi waliopewa madaraka maamuzi, kwa nini wanashinda kumsaidia Mheshimiwa Rais? Kazi yao ni kuruka na ndege tu kwenda kuchukua mikopo. Na hata mikopo yenyewe, unajua hiyo mikopo hizo shilingi trilioni 107.7 zimeenda kufanya kazi gani? Nani aliyefanya auditing ya kufanya verification forensic audit ya hizo trilioni 107.7? Tujue kwamba zimeenda wapi? Zimeenda wapi? Miradi yote imesimama. Halafu deni la taifa linaongezeka. Unafikiri sisi ni watu wa kawaida? Nje wanatudai shilingi trilioni 72 deni la nje. Deni la ndani shilingi trilioni 34. Sio mara nzuri? Deni la nje shilingi trilioni 72. Deni la ndani shilingi trilioni 34 point something. Unafikiri kuna issue gani hapo? Tutapiga hatua za kimaendeleo kwa staili hii? Kwa wale wa nje wao lazima sasa zitengwe pesa nyingi sana za kuenda kuservice deni la nje na la ndani. Yaani sehemu ya kupata mapato yetu ziko wapi? Hamna. Tumekaa tu sisi tunasifia tu Simba na Yanga. Vijana wamepumbazwa, wanaambiwa kwamba eti katika miaka 2025 eti zimetengeneza ajira milioni 8. Waziri wanazungumza mbele ya bunge, kulidanganya bunge. Wakati juzi tu hapa waziri wa ajira anazungumza kwamba ajira zinazotengenezwa kwa mwaka yani serikali, yani katika sekta binafsi na sekta ambazo sio rasmi ni 200,000 tu. Sio mara nzuri. Laki ngapi? 200,000 tu. Si ndio? Kwa miaka 10 manake kama ni 200,000 ukipiga hesabu wa miaka 5 si ni watu milioni 1. Anakuambia tumetengeneza milioni 8. Waziri huyu si utapeli mkubwa kabisa wa kuwatapeli wananchi. Ni dharau kubwa sana kwa wananchi. Halafu na wananchi na wenyewe mnashangilia. Kazi yenu ni kusifia Diamond, kusifia Nanili Zuchu, kusifia Simba na Yanga. Tumeloga wapi sisi wa Tanzania? Tumeloga wapi sisi vijana? Na wahamasisha vijana, amkeni, nchi inauzwa. Nchi tena sio imeuzwa, imeshauzwa nchi hii. Kwa sababu kama njia zote za uchumi zimechukuliwa, zimebeba, zimepelekwa katika watu, unafikiri kuna nchi hapo? Hakuna nchi hapo. Hakuna nchi hapo tena. Hakuna nchi hapo tena. Ni hatari na tusikubali hili jambo liendelee kutamana katika nchi yetu tena. Watanzania na waomba sana. Hoja kama hizi huwezi ukaziona zinapewa airtime kubwa. Kwa sababu zinahusu maslahi makubwa. Kutakuja na spinning propaganda nyingi. Lakini na waomba Watanzania tusimame. Yaani silaha kubwa ambayo itatunasua kutoka kwenye haya makucha ya ubeberu ni umoja wetu wa Tanzania maskini. Tuwe na umoja. Tukiwa na umoja, uwe na haka kwamba nchi hii kesho asubuhi tutairejesha katika mikono yetu. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Na hakuna kitu mtawala au wanyang'anyi mabepari wanachokiogopa kama umoja wa wananchi maskini. Kwa hiyo tuwe na umoja. Umoja wetu ndio utakao tusaidia kuzinusuru rasilimali zetu. Kama Mwalimu Nyerere aliongoza wananchi maskini, hatimaye wakajiunga wakawa na umoja, nchi tukapata uhuru. Tusikubali tena kufanya sisi mazuzu ambao hatujielewi. Rasilimali zinaenda, sisi tunabakiwa na vumbi. Tusikubali tena. Madini yameondoka, kila kitu kimeondoka. Mbuga zimeondoka, gesi imeondoka. Kuna nini? Gesi amepewa Mchina. Kuna nini sisi? Utakusanya nini sasa?
Nikushukuru sana Kindikwa, naona unaongea kwa uchungu kweli. Ninaongea kwa uchungu sana kwa sababu mimi bwana ninaumia sana kwa sababu ninapoenda hospitalini watu hawana dawa. Halafu kuna makundi fulani tu yanakula pesa. Unaenda hospitalini watu wanakufa. Mtu anachajiwa mpaka maiti. Maskini yule. Halafu yanatokea majamaa tu yenyewe yanakula hela kiulaini. Inaumia sana. Na waomba wa Tanzania tuungane. Nguvu yetu yani umoja wetu ndio nguvu yetu. Na kwa umoja wetu tutaifanya nchi irejee katika mikono yetu tena kwa mujibu wa ibara ya 8. Nikushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, huyu ni kijana Mkindikwa na tumezungumza naye mambo kadhaa na ameweza kutolea ufafanuzi ama kufafanua kuhusu mambo kadha wa kadha ambayo yamejitokeza. Mimi ni Kelvin Nyorobi na hii